Karibu katika kipindi chetu cha saratani ambapo mimi ni Lea Mushi niko na mwenzangu Dr. Heri Tungaraza. Katika siku hii ya leo tunazungumzia swala zima la saratani na uzazi, uwezo wa kupata watoto. Kwa Mm. hiyo jambo la kwanza kabisa ambalo tungependa kufahamu kutoka kwako daktari, mtu ambaye amepata unamwambia amepata saratani, anaweza akawa na athari kwenye swala zima la uzazi, kwamba uwezo wake wa kupata watoto. Asante sana Lea kwa swali lako zuri. Na nategemea kwamba chochote ambacho tutakiongea leo kitanufaisha hawa ambao wanatuangalia na wanasikiliza. Athari zipo. Ukishaumwa saratani, athari zinategemea ni saratani aina gani. Ziko saratani ambazo moja kwa moja zinaleta shida au zinaleta changamoto kwenye mfumo mzima wa kupata mtoto au mfumo uzazi. Tunaongelea saratani ya matiti, tunaongelea saratani ya shingo ya uzazi, tunaongelea saratani ya mfuko wa uzazi, kwa Kiingereza tunaita uterus. Lakini pia tunaongelea pia saratani zingine za njia ile yote ya uzazi, ambayo unaweza tukasema ile njia ambayo labda uke au tuseme saratani za uke pia zipo, na kuna saratani zingine za ume. Kuna saratani za uke, kuna saratani za ume pia. Kwa hiyo haimaanishi kwamba wanawake peke yake ndio wanaweza kupata saratani ambazo zinaweza zikavamia sehemu zao za uzazi. Kuna saratani pia Mifumo ya wanaume uzazi. Kwa wanapata. hiyo ina maana pia wote, wanawake na wanaume wote, wanaweza wakapata Mhm. saratani ambazo zinaweza zikasababisha uwezo wao mdogo au kushindikana kabisa kupata Kabisa, watoto. kabisa. Yes, kabisa. Na hiyo ni tunaongelea ni saratani ambazo moja kwa moja zinaenda huko, lakini saratani zingine ambazo haziendi kwenye huo mfumo au kwenye hizo mifumo ya uzazi zinaweza kuwa saratani zingine tu za kawaida, lakini zikaleta changamoto kwenye namna mtu anavyofikiri. Tunaongelea sasa afya ya akili, kwa sababu tu ameambiwa anaumwa, afya yake ya akili kaa sio, akashindwa kuwa mtu ambaye ana uwezo wa kupata mtoto. Lakini pia baada ya hapo, ukiacha saratani yenyewe kama saratani, tunajua kwamba kuna vipimo au kuna vitu ambavyo mtu anaweza akatumia kuchunguza ugonjwa huo vikamletea shida kwenye uzazi wake. Baada ya hapo akigundulika, pia kuna tiba, na hizo tiba zinaweza zikawa upasuaji, zinaweza zikawa mionzi, au zinaweza zikawa zile ndio tunaziita chemotherapy, au zile dawa ambazo mtu anaingia kama drip. Zote zinaweza kuleta shida baadaye mtu kupata uzazi. Kwa hiyo Mhm. Kwenye nadhani kwenye mtu hiyo ambaye kwenye hiyo hiyo daktari, hapo unavyosema kwenye tiba, ni kwa namna gani tiba zinaweza pia zikasababisha mtu akapata shida ya uzazi? Kwa sababu mtu anaweza akawa anaumwa saratani nyingine kabisa ambayo mm, haihusiani, kwa mfano kama na hiyo mifumo ya uzazi, lakini zile tiba mm, anazopata kama hivyo ulivyosema, mionzi, upasuaji au ile mnaita kimo, himo, ndio. je, hizo zinawezaje, pia hayo matibabu yanawezaje kumsababisha mtu kushindwa labda kuwa na uwezo wa kupata watoto? Okay, kwa hiyo hizo tiba ukiacha upasuaji, upasuaji unaweza ukawa wa ule sehemu ya mfumo wa uzazi ambao unaweza kumletea shida, lakini ukiacha hizo upasuaji ambao unaenda kwenye hizo sehemu, mara nyingi tiba zingine ambazo zinafuata ndio hizo ambazo unaongelea wewe, mionzi au kemo. Hizo kemo na mionzi mfano mionzi ikifanyika kwenye sehemu ambazo zinakaribia na zile sehemu za mfumo wa uzazi, siwezi kafanya mayai yasitengeneze au korodani kwa wanaume, korodani isitengeneze mayai, au labda mayai ya mwanamke yasitengeneze mbegu za mwanamke kupata mtoto, au la mionzi inaweza ikaenda pale kwenye sehemu ya uzazi ikafanya zile maumbile yale yakawa sio sawa kama yalivyo mtu alivyozaliwa. Mfano, mwanamke anaweza akawa anapata shida sana kuingiliana kimapenzi na mume wake kwa sababu mionzi imeleta hali maumbile kuwa tofauti. Mtu labda akifanya mapenzi wakati fulani au kabla ya hapo ya mionzi alikuwa asikii maumivu, ghafla anaanza kusikia maumivu. Kwa hiyo mtu inampelekea baadaye akaepukana kabisa na tendo lote la ndoa, Mm. akawa fanya. Asipofanya hivyo hawezi kupata ujauzito. Unaona? Kwa hiyo hiyo tiba tu, huo ni mfano tu mmoja kwamba ile mionzi inaweza kufanya ile maumbile yakawa tofauti na mwanzoni, na utofauti wake unaweza baadaye ukapelekea yeye astaki kabisa hilo tendo. Lakini kabla hapo nimetaja kwamba mionzi pamoja na kemo inaweza kafanya awali kabisa asiweze hata kutengeneza yale mayai yenyewe yale ambayo baadaye
yanatakiwa yaungane na mayai ya kiume au ya mwanaume ili kuweza kutengeneza mtoto. Kwa hiyo njia ziko tofauti tofauti ambazo mtu anaweza ikamtokea kutokana na tiba yake asiweze kuwa na ubora unaotakiwa iweze kupata mtoto. Sasa nyinyi ndio wanasayansi wa kutusaidia, kuna namna yoyote ya kujikinga mtu asipate hayo madhara? Nadhani namna zipo, na namna ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna uelewa. Mfano, mtu anagundulika na tatizo fulani la saratani, sawa, na sana sana kwa wale ambao saratani yao inaonekana imeenda kuharibu mifumo yao ya uzazi, ni vyema daktari wake au yeyote ambaye anampa hiyo huduma kumwelezea kwamba kuna uwezekano kwa sababu ya tiba unaoenda kuipata shida fulani itatokea. Kwa hiyo yeye pamoja na mwenzake lazima wawepo kliniki au waje hospitali, waeleze kwa pamoja kwamba hili tatizo limejitokeza, tunataka tupambane nalo kuokoa maisha yake, lakini wakati huo tunataka tuhakikishe kwamba uzazi wake au uwezo wake kupata mtoto upo pale pale. Kwa hiyo nini lifanyike? Kadha wa kadha vitu vinaweza kufanyika, aidha kama ni tiba ni kemo au kama ni mionzi, nini kinaweza kufanyika kulinda mayai. Kama ni mwanaume, yale mayai yachukuliwe kutoka kwenye mwili wake, yatunzwe sehemu ya kae, akimaliza tiba yatumike yeye kupata mtoto. Kama mwanamke, hivyo hivyo itumike, mayai yatolewe yawekwe sehemu tofauti yaweze kukaa kati anaendelea na tiba yake, akimaliza tiba yarudishwe yaweze kutengeneza mtoto. Hiyo ni moja. Pili, tiba gani ambayo ni bora, ambayo haitakuwa na madhara makubwa sana ya kumfanya yeye asipate hiyo shida. Hizi tiba zinatofautiana, zote hazina ukubwa wa, yani zote haziko sawa kwenye kutengeneza matatizo ya mtu kutokupata mtoto au watoto. Kwa hiyo daktari wake lazima aangae naye. Akija leo mgonjwa, ni vizuri nikamjua yeye ni nani. Amekuja mtu anaitwa Alese Martha, ni vizuri mimi kama daktari nimuulize una watoto wangapi? Ndoto yako ndoto yako ikoje? Unataka kuwa na watoto wangapi? Unataka kuongeza au unataka kuongeza? Mazungumzo yaanzie hapo, ili kama mtu anataka kupata mtoto, anataka kuongeza, nini kinaweza kikafanyika, ili ataka wakati nachagua tiba nichague tiba ambayo itakuwa na madhara madogo sana kwenye afya yake ya uzazi. Na tiba zipo, na kama haiwezekani yeye kupata tiba ambayo inakuwa na madhara madogo zaidi, dawa gani ya nyongeza anaweza akawekewa ili kuhakikisha kwamba sehemu zake za uzazi zinaendelea kubaki salama. Mfano, kwa mwanamke, yale mayai yake, zipo dawa ambazo akiacha tu upasuaji au akiacha tu hiyo kemo na mionzi, kuna dawa unaweza kumuongezea kama daktari, ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba uwezo wake wa uzazi unalindwa wakati huo anaendelea kupata hizo chemotherapy. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni kutunza mayai. Hatua ya pili ni aina gani ya tiba mtu anaweza kupata. Lakini hatua ya nyingine ambayo mimi nahisi ambayo tuifanyi sana ni kumwenda tu kisaikolojia, awe kuwa karibu na mtu ambaye ana uwezo wa kumshauri kisaikolojia, ili hata baada ya tiba asijione yeye ni mwanamke wa kiwango cha chini zaidi kabla hajapata saratani, kwa sababu Hii na wahisi pia unazungumzia kwa mfano labda wale watu ambao wamekatwa matiti. yes, amepata matiti au ameambiwa amepata shingo ya saratani ya shingo ya kizazi, amefanyiwa Kwa hiyo mionzi, aondolewe anaambiwa kwamba wewe kizazi. huwezi kufanya mapenzi. Umeona ile confidence yake ile au ile kujiamini kunashuka chini. Sawa. Kuna saratani ambayo ukipata unaambiwa hauruhusi kufanya mapenzi. Wapo wataalamu, na pia kutokana na saratani na tiba unaambiwa angalau upumzike, lakini wakati mwingine watu wanajisahau, wanaambiwa wapumzike kwa muda gani. Wakati mwingine ni mambo ya mawasiliano. Kama mawasiliano kufanyika vinavyopaswa, mtu anaweza kaamini kwamba ameambiwa asifanye mapenzi miaka yake yote baada ya kupata saratani na tiba. Kwa hiyo utakuta anakimbia, lakini kubwa zaidi ni unyanyapaa wa wapenzi wao, Mhm. kwa sababu si hawaji hospitali au hawaji kliniki, au anasoma kwenye mitandao, anasoma magazeti ambayo labda taarifa yake sio sahihi, anaanza kumtenga yule mwenzake kwa sababu ameambiwa kwanza ana saratani. Mpaka leo hii huwezi imagine lea, kuna wenza ambao wanaamini kwamba saratani inaambukizwa. Kwa Eh? hiyo anaogopa hata kukaa karibu na huyo mpenzi wake, hata mke wake, baada ya kuambiwa tu ana saratani. Kwa hiyo anamkimbia. Kwa hiyo pia ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo wataalamu wa saikolojia au wataalamu wa afya ya akili ni lazima wawe karibu na mtu kama huyu, ili kumweleza kwamba sio mtu kama huyu kapo au wapenzi wa namna hiyo, na
hapa ushauri wote wawili kwamba hili tatizo limejitokeza, lakini haimaanishi kwamba mbadilishe maisha yenu mlikuwa nayo kwa kiasi hicho kama mlikuwa nayo kabla, au kuonana kwamba au kunyanyapeana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani pia ni njia ambayo inaweza ikatumika kusaidia hili tatizo. Umezungumzia suala la kuhifadhi mayai kwa wanawake na wanaume. Nchi zetu Mm. hizi za kusini mwa jangwa la Sahara, kuna huo uwezo wa kuhifadhi? Mimi nipo kule Tandahimba, ndo nimeambiwa na Mm. Mm. saratani. Mm. Hospitali zetu kwa mfano zina uwezo huo wa kuhifadhi? Swali zuri, ni uwezo ambao tunaujenga. Mimi niko hospitali ya taifa Muhimbili, tuna kitengo pale kabisa kipo sasa hivi. Sasa hivi wanaanza na kuwezesha watu kupata mimba kwanza, tunaita IVF, intravitreal fertilization. Lakini wakati huo mpango unaendelea, kati ya vitu ambavyo wanaangalia ni kuwa na benki ya mayai. Kwa hiyo hiyo pia ni kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wetu ambacho kinaendelezwa kutengamaa. Kwa hiyo miaka au miezi kadhaa tu inayokuja, hii nchi yetu pia itakuwa na uwezo wa kutunza mayai ya watu, na nikimaanisha mayai ya wanawake pamoja na wanaume. Kwa hiyo kiko ndani ya uwezo wetu. Tunaanza na vile vitu ambavyo kidogo ni vya msingi zaidi, lakini wakati tunaimarisha vile vya msingi, hata hilo la kutunza mayai pia litawezekana. Nchi za Ulaya na huko ulipo wewe, ni kitu ambacho ni kwa muda mrefu sana. Kwa mfano kwa mfano kama hapa Marekani, sio tu swala la serikali au nini, yani kuna makampuni nyie mnaenda Mm. unataka, Mm. na wanafanya sana. Kwa mfano mtu, wasichana na wavulana, mimi labda sitaki kuolewa sasa hivi, labda nataka niwe naendeleza mambo yangu, labda nina mambo yangu nafanya, lakini Mm. najua baada ya miaka kadhaa natamani kuwa na mtoto. Kwa hiyo mtu unaenda tu peke Mm. yako, unaenda hiyo Mm. sehemu, wanahifadhi mayai yako. Mm. Yani imeshakuwa kitu cha kawaida kiasi hicho. Cha Kwa kawaida hiyo sana. labda pia ni fursa kwa wawekezaji kuja kwenye hizo nchi zetu. Yaani umeniwahi, nitaka niseme hivyo hivyo kwamba hii ni fursa sana. Ni fursa Ni kubwa kwa wawekezaji, kwa sababu kwa fursa mfano wewe. kama ukiangalia, kwa mfano nchi kama ya Tanzania, kuna hapo kwenye hospitali kuu Yeah. ya Muhimbili, tena ni ya rufaa au uji moja kwa moja, si ndio? Ya rufaa kabisa. Sasa unakuta nchi ni kubwa, nchi watu ni wengi, kwa hiyo hiyo ni fursa kubwa kwa watu kwa Mm. kuangalia kwa ajili, na itasaidia wananchi, lakini na wenyewe pia ni Sana. fursa, sababu Mm. watu wanahifadhi. Mtu mwenye hela zake anafanya wanaenda wasichana. Mimi na rafiki zangu Mm. wanasoma PhD, wanasema nimeenda kuhifadhi kwa sababu sasa hivi nataka niangalie tu shule, nikimaliza Ah, nijenge ah. naizi uzoefu kazini. Baada ya hapo sasa, nikishatulia na jina langu kubwa na kila kitu, ndio natamani nipate mtoto. Yes, yes, yes. Eh, Kwa hiyo ni fursa kabisa ambayo lazima tuiangalie kwa jicho ambalo ni la kipekee sana. Na sisi ambao tunatibu saratani sasa hivi tunataka tuwe na uwezo sio tu wa kuondoa saratani Tanzania, lakini kuhakikisha yule ambaye anapona, je, anaweza akarudi kwenye maisha yake ya furaha aliyokuwa nayo kabla tu ya saratani. Hatutaki kuangalia tu kwamba mtu anapona saratani. Je, anaweza akaendelea kuwa alichokuwa anakitaka, yaani ndoto zake zile alizokuwa nazo kabla za kuwa na mtoto, za kuwa mama, za kuwa sijui mkurugenzi wa wapi, na akaishi maisha ambayo ni ya kawaida kabisa, yeye kama mwanamke, yeye kama mwanaume. Je, tunaweza tukayatunza? Nadhani tatizo lililokuwepo sasa hivi ni kwamba tumejikita sana kwenye kuondoa saratani, alafu tunasahau vile vitu ambavyo vinaendana na changamoto ya kugundua ugonjwa na kuutibu. Ndo mm. nadhani tunachokiongelea hapa sasa hivi. Ni kitu kizuri kwa kweli. Sasa tukiangalia, umezungumzia hapo swala la kuwa na vitu vya ziada. Kwa hiyo hapo Mm. tunaangalia athari za kisaikolojia Ni kubwa sana. kwenye, ukitupa uzoefu wako, Mm. watu ambao wanakuwa hawana uwezo moja kwa moja wa kupata mtoto, kwa mfano labda ipo kwenye njia ya usaha ya kizazi, mnawasaidiaje nyinyi kama ambao hawawezi wanataaluma? kabisa ambao hawawezi kabisa kupata mtoto. Yani sasa hivi tunazungumzia kwamba kuna hiki na hiki na hiki, lakini kuna yule mtu ambaye hawezi kabisa kisaikolojia, kwa sababu Mm. kitiba utampa tiba, umesema. Mm. Yule ambaye ana uwezekano utamwongezea na vitu vingine ili aweze Mm. kuhakikisha kwamba labda anaongeza uwezo wake wa kujaribu baadaye kupata mtoto. Yule ambaye haiwezekani kabisa,
mnamsaidiaje kisaikolojia? Na amekuja, tumchukulie mfano la jina anamuita Martha. Martha amekuja, umemwambia saratani yako lazima tutoe hiki na hiki, na hauna uwezo kabisa, na labda hata hayo mayai yako kwa ngazi iliyofikia haiwezekani kabisa, lazima tutoe, na hizo ndo ndoto Mm. zake. Okay. Namsaidiaje? Nadhani swali lako ni gumu na ni zuri wakati huo huo. Kitu ambacho tunajaribu kukifanya sasa hivi sisi kama madaktari ambao tunatibu saratani ni kuwa na mahusiano ya moja kwa moja na wataalamu wa akili au Afya wanasaikolojia ya au akili. afya ya akili au counselors, unaweza ukawaita counselors. Mm. So unatakiwa kama daktari kadri unavyoweza na kadri mahitaji yanavyoonyesha kuhakikisha kwamba ukishaona unakutana na mgonjwa kama huyo, kumpeleka au kumuomba amuone mtaalamu wa ya hali hiyo. Of course sisi kama daktari tumepewa mafunzo ya kuwa na uwezo wa kuongea na mgonjwa kama ipasavyo, kumfanyia counseling, lakini daktari wa saratani anaweza asiwe na nafasi nzuri sana kama daktari ambaye kazi yake ni ya kijamii zaidi ya sehemu ya afya ya akili. Kwa hiyo huwa tuna mfano, mimi ambaye nafanya kazi Muhimbili, tuna idara kabisa ya mambo ya afya ya akili, psychology au counseling. Kwa hiyo tunakuwa na wao wataalamu wa kutosha kabisa. Kwa hiyo kama una tatizo la namna hiyo na unaliona kwamba mtu ambaye uko naye mbele yako anahitaji hiyo fursa au anahitaji hiyo msaada, unampeleka, anaongea nao, na tunaelewa kwamba sio kila mtu anatakiwa awe na uwezo wa kuwa na mtoto, lakini ikifikia hatua hiyo huwezi kumwacha tu. Kwa hiyo lazima uongee naye apate huo msaada, aongee na wataalamu ili julikane maisha yake mbeleni yakoje. Asife moyo kwamba saratani imetokea na ameambiwa kwamba labda amefanyiwa operation. Unachokisema ni sahihi kabisa. Kuna operation zingine sana sana kwenye saratani, tiba pekee iliyobaki ili yule mtu aweze kupona ni kutoa mfuko wote wa uzazi, aondoke nao. Kwa hiyo cha msingi ni kumweleza kwamba kwa sababu ya tatizo hili huwezi, naomba uongee na mtaalamu wa afya ya akili, maisha yanaendelea. Lakini sasa of course hii ni kitu ambayo ni mbeleni sana, nadhani wewe unaelewa. Hatuwezi labda mimi na wewe tukiongea hapa tulikuwa tunaongelea mbele ya Watanzania wenzetu. Kwa nchi zilizoendelea unaweza ukatoa huo mfuko wa uzazi, sawa, ili asiweze kabisa kubeba mimba, lakini yale mayai ukayatunza, alafu yeye, na hii ni discussion au hiyo ni inahitaji baadaye sisi kama Watanzania tukae chini tuongee, baadaye yeye akatafuta mtu mwingine wa unajua hiyo kubeba hilo ujauzito. Arrogance, mtu wa kumsaidia kubeba mimba. Yes. Yeah, Mm. nadhani wenzetu wamefikia huko, lakini sisi kama jamii bado au kama nchi bado. Lakini kwa sasa hivi kwenye kliniki zetu tuliongelee hilo kwa sababu kisheria bado haijaweka wazi. Kwa hiyo tunachokifanya kwa sasa hivi ni kumpeleka tu kwa mtu ambaye ni mtaalamu wa saikolojia, mtaalamu wa counseling, aweze kuongea naye kwamba hii ndio hicho ambacho kinaweza kuwezekana kwenye mazingira ambayo yapo Tanzania. Lakini mimi kama mimi nikipendelea baadaye tuendelee kuongea, na ndio maana nadhani mimi na wewe tunaongea hapa ili kuchochea fikra kwa Watanzania wenzetu kwamba hili pia ni lenyewe liwekwe wazi, kwa sababu ugonjwa huu sio tu wa yule, inaweza kumpata mtu yeyote, na ikikupata ndio unaanza kufikiria hivi vitu ambavyo Lea unaviuliza sasa hivi kwamba inakuwaje. Mayai nayo, mfuko wa uzazi una shida, nikitoa mfuko wa uzazi ili niishi na mayai yangu ni mazima, ina maana siwezi kupata mtoto? Au naweza nikachukua mayai yangu nikapeleka kwa mtu mwingine, kitu kingine kikaweza kufanyika? So ni discussion ya huko mbeleni, Mm. lakini Na kwa sasa hivi kidogo. tukimalizia, dakika zetu zimefika ukingoni. Mm. Wanasayansi, kuna lolote ambalo mnafanya katika kusaidia kulinda uzazi wakati mnafanya matibabu haya ya saratani? Kwa kifupi. Yapo mambo mengi. Kwanza, kama nilivyosema awali, kuna dawa ambazo zinaweza zikatunza mtu uwezo wako kutengeneza mayai, lakini pia kuna hizo benki nimesema ambazo zinaweza kutunza hayo mayai pia. Sio tu wakati unatunza wakati uko kwenye mwili wako, lakini unaweza kutunza nje ya mwili. Lakini pia tunafanya tafiti Tanzania hapa, tumeshaanza kufanya tafiti za kujaribu kuelewa uwezo wa madaktari wetu kujua au kuweza kumuhoji mgonjwa kuhusu hilo swala, wasiishie tu kwenye kujua saratani iko vipi, age stage gani, nini, lakini je, saratani ina affect uwezo wako wa uzazi? Kwa hiyo tunafanya tafiti za awali ili iweze kujua kwa kiasi gani Watanzania wanaweza wakasaidia. Asante sana. Baada ya utafiti kukamilika, utakuja kutuambia matokeo na nini kinatakiwa kufanyika. Mtarudi hapa hapa tutaongea yote.
matokeo ya utafiti. Asante sana dokta. Asante sana.